Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti. Neno hilo ni kubwa mno. Yaani Mungu amewachukua baada ya kufanya mabaya, amewachukua wao na familia zao, akaenda akawakabidhi Wafilisti. Watendeni mnavyotaka. Ndio maana unaona wakilima wanavuna hawa. Haleluya. Wakizaa watoto wanachukuliwa mateka. Sema nakataa. Yaani kuna mtu unaishi maisha yako mikononi mwa mtu. Ndio kuna wale watu hanunui nguo mpaka aulize vipi unaionaje, ni nzuri au mbaya. Akitaka kuchumbia lazima apige simu kwa dada, nimepata mchumba, hebu muangalie kwanza, anamtumia picha, muangalie ni mzuri, ni muoe au nisimuoe. Maana yake huyo maisha yake yako mikononi mwa mtu fulani. Kula yake inaamliwa na huyo, vaa yake inaamliwa na huyo, ustawi wake unaamliwa na huyo. Ninaeleweka jamani? Ninaeleweka kabisa. Kuna watu wa namna hiyo. Yaani maisha yako yameshikiliwa na dada, maisha yako yameshikiliwa na shangazi. Anakuambia wewe huwezi kunisumbua, hata hapa mkononi haujai. Nikitaka uishi unaishi, nikitaka usiishi hauishi. Unanielewa sasa? Yaani kuna mtu anaamua kesho ya mtu, na wewe uko tu hata uelewi. Unaona ukifanya kidogo unataka kujenga, unakwambia Amosi, kwetu hatujengagi nyumba za namna hiyo. Sisi tunatakiwa zile nyumba za makukandika maudongo. Unakandika zile nyumba zinasema muda wowote na kuangukia. Hizo ndio nyumba za kwetu. Ukitaka kujenga nyumba kubwa, ukoo mzima wanakuloga, wanachukua nyota yako, mara uchanganyikiwe, mara ulazwe Muhimbili. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu maisha yao yamenyakuliwa, yamechukuliwa. Maisha ya kibiashara, maisha ya kiuchumi, maisha ya kimahusiano. Hauolewi mpaka baba ampende huyo mwanaume. Anamwangalia na kumwambia, mwanangu, sisi Wachaga na Wamakonde wapi na wapi. Umekosa watu wa kukuoa ama wa kumuoa, anakuambia huyo nimemkataa. Ndio maana kuna wadada wako hapo, unapeleka mchumba kwa baba anasema huyo hapana. Umefikisha watano sasa, na wasita pia atamkataa. Kwa nini? Maisha yako, ama wewe binti uko hapa ama baba uko hapa, mpaka leo bado haujakuwa kwa mama yako. Yaani mpaka leo mama yako anakuona wewe ni mtoto, ila una miaka 30, lakini mama ukienda kwake anakuona wewe ni bwana mdogo. Anamwambia mwanangu, wewe sasa mtoto bado. Anamwambia mama, mimi nishakuwa dada. Wewe bwana, wewe bado mtoto bado. Kwa hiyo kila kitu mama mpaka akuamlie. Maisha yamenyakuliwa kiroho, yamewekwa kwenye mikono ya mtu fulani. Lakini hayo maisha na yaamuru yaishie kwako.